Anko, mimi bado sijafa anko. Tamaa iliwaponza wengi na wamekukumba, tamaa za cheo na madaraka. Mama. Mwache mama apumzike. Umekosa na umeumbuka, binti hajafana hatokufa. Acha tamamba na ifaya. Mjomba. Sawa mjomba. Wewe vipi? Hivi wewe unakaa kujilizaliza hapo unajifanya na uchungu sana. Hivi wewe kwa akili yako unafikiria mimi nalia? Sili nilie kwa lipi? Nilivyokuwa simpendi ule mbwa mimi nikae nalia. Sili hapo najililisha. Hapa ni msibani na kama ni msibani unajua kabisa sisi ndio tumefanya hilo tukio. Wewe unafikiri tutafanyaje ili tusijulikane? Ni kulia mwendo mdundo. Yaani hapa bado nitalia nitagalagala kama vile kafa mamangu mzazi. Umejisahau sana. Kazi uliopewa na mkuu. Wewe unafikiri akifika hapa kazi haijafanyika itakuwaje? Hapo shuga yangu umeongea. Kuna mwamba kakaa pale ndani. Kazi imekuwa ngumu. Unajua ngumu? Yaani hata hapa sielewi nafanyaje. Mimi hapa nina wazo. Wazo gani? Unaonaje nikaenda kumzugisha yule jamaa ili upate vita? Hapo umeongea. Sasa tufanye hivi, wewe nenda kamzugishe. Akigoma tutatumia plan B kwa sababu mimi yule pale ni rafiki yangu. Afu yule ni kaka yake. Namuweza vizuri. Nitapita mule ndani na nitafanya ninachotaka kukifanya. Yaani mpaka liishi. Sawa. Kwa vipi mbona nivuta hivyo? Kuna nini kwani? Inabidi utume kijana wako wakwenda kumzuia mjomba marehemu kabla hajafika hapa msibani. Sikiliza mkuu. Mimi vijana wangu wote wapo. Ila yule mmoja ni mzembe sana. Hivi unajua ni hatari kiasi gani itatokea? Mkuu, ngoja nikuombe. Naomba wewe nitafutie mtu. Sawa. Ili jambo niachie mimi nitalimaliza. Kuna kijana wangu naye muamini. Tunaelewana? Sawa mkuu. Ngoja tufanye. Bado ni mbichi. Hakikisheni mmejipanga vizuri. Mimi mwenyewe sijui ni nani. Ila anavyohisi huyu atakuwa ni mmoja kati ya maadui zetu. Tunafanyaje? Macho yangu ya ndani yanaonyesha yule ni mtu hatari sana.
tuondoke. Tamaa iliwaponza wengi na wemekukumba, tamaa za cheo na madaraka, ndo mto kafara binti bikra. Ona sasa vyote umekosa na umeumbuka, binti ya Jafana hatakufa. Pole sana kwa msiba. Unajua sisi tumekubaliana bwana, mimi na mwenzangu kwamba msibani bwana hapakosekani chochote kitu. Kwa hiyo inabidi tupate chochote kitu kwa ajili yako na kwa ajili ya matumbo ya wengine kidogo, kwa ajili yako wewe unajua. Na tumekubaliana kwamba inabidi tupate picha pale. Unajua bwana, mambo kwa ushahidi. Kwa hiyo tulikuwa tunaonyesha bwana picha, huyu ndo kafariki. Tunakuwa kidogo tuna mambo kwa ushahidi. Na hata hivyo Marehemu pia alikuwa ni brandi mtaani hapo. Kaka, mimi na mwenzangu hapa nakuja hapa, jambo letu ni moja tu hapa. Unajua msiba tumejaza watu wengi sana, wengine hawajana. Kwa hiyo tulikuwa tunaomba tusaidie hiyo picha, tupite mtaani twende kusanya rambirambi. Nani kawaambia hapa kuna msiba? Ni mara ngapi nawaambia kwamba hapa nyumbani hakuna msiba? Tena kama wewe ndio umejaza watu hapa nyumbani, ukiwapa taarifa kwamba kuna msiba, nitakuja nipige. Sawa? Lakini blaza, unajua watu wapo wengi hapa msibani. Kwa hiyo unaposema bwana kuna msiba kidogo unachanganya. Kwanza naomba toka. Ila anko, unajua kuna wazee hapa hawajara, tutakuja kupata kesi hapa. Ondoka. Tamaa iliwaponza wengi na wemekukumba. Jamani, kwani unazika saa ngapi? Saa 7 leo. Jamani, si wamziki tu huyo mtoto. Hata saa 7 usiku. Maana saa 7 sasa saa ngapi? Yaani mimi nimeshachoka jamani, muda unazidi kwenda. Eti muda wote huu wamekaa na msubiri mjomba. Yaani mama, mimi leo inaniuma kama rafiki yangu jamani, mpaka saizi hajapumzishwa. Jamani, kila sehemu kuna taratibu zake. Kwani marehemu si ana familia? Jirani, huyu ni mtoto wa Kiislamu. Anapokufa lazima azikwe mapema. Sasa mpaka saa hizi waacheni familia waje waamue. Acheni kuharakisha mambo bwana. Lakini muda unaenda mjue. Mama, wewe mfiwa ni rafiki yako. Kama ni rafiki yako unamweza, kwani usimfuate tu kaongee naye? Marehemu azikwe mama, muda unaenda. Afu yule ni rafiki. sasa hata kama namweza. Halo. Mazingira vipi? Mbona sielewi hapa? Kaka yako mkubwa amesema tumsubirie, akija na yeye ndo ataamua tujue tunafanyaje. Maana mimi sasa hivi sina maamuzi yoyote. Sasa yeye tumsubiri yeye mpaka afike hapa. Sasa muda si unaenda?
Mnanipa wakati mgumu jamani, mnanipa wakati mgumu. Nashindwa hata nisifanye. Sielewi hata nifanyeje. Mimi ni nani? Ni yangu pia. Sasa basi, naomba mtu wangu akazikwe sasa hivi. Siseme hivyo. Yule ni ndugu yako. Dada, naomba unisikilize. Hemu achana nayo huyo. Wao watu wa vijijini washachanganyikiwa sasa hivi. Yaani mwinyi sana, mwinyi tatizo umewajaa. Mimi sitaki hizo habari. Sio unanielewa? Ndio hivyo sasa natakiwa msikilize, msubiri kwanza aje na yeye tusikie anasemaje. Hivi mnanichanganya bwana. Hebu ngoja nimpigie kwanza. Jamani, nyinyi mtoke wapi? Tumetoka nyumbani tuelekea msibani. Yaani hapo unavyoniona niko hai, niko lele mtoto wa watu. Tulikuwa huko msibani. Tumekaa pale msibani bwana. 1 2 3 anaendelea. Shoga yule unavyomuona pale alipo. Sikapokea simu. Sijui kapokea taarifa gani huko alipo. Nashangaa mwenzangu huyo kaunga anakimbia. Mie tena. Umbea unanijua ndo kazi yangu mama, nikaunga tena. Hapa unavyoniona niko hai ndo namfuatilia. Unavyoniona. Nyie msiba mtokea tangia asubuhi. Nyie ndo mnafika saa hizi ambapo haya. Yaani tangia asubuhi watoto wa kike yule msichana mwenzenu amefariki hapa mtaani. Ngoja niende jamani nikaangalie na mimi mmeshindwa. Saa hizi ndo mnakuja jua kali lote hili la utosi. Haya, kama nyinyi mna msibani, mimi hapa nimetoka huko msibani. Lakini sasa umbea utanipona. Hapa nilipo, mtandio si mitupia wapi? Viatu sina mguuni na mfuatilia ushoga. Tutakutana tena msibani baadaye. Kwa helini. Makubwa shoga yangu tuondoke. Anko, mimi bado sijafa anko. Naomba unisaidie anko. Anko, naomba msizike mwili wangu. Sababu mimi bado sijafa. Tamaa iliwapo. Mtawashuka mama. Kwa vipi? Poa, sasa hizi. Poa sana, naambia. Vipi, mnaenda wapi? Tunaenda hapo msibani. Yaani sasa hivi ndo mnaenda msibani? Yaani toka binti wa watu kafariki maskini ndo mnaenda sasa hivi. Mbona msiwe mnauchukulia kawaida sana? Sasa Mr. Mashuka, mtu kwa akifa tu, si ndo tu wa kwanza kwenda kwa kuwa si ndo mashia au aushaji. Mimi imeisha hivi. Mimi natoka zangu kubadilisha nguo hapa, sio nilivong'aa kidogo. Sasa tu. Sasa umewakani. Sasa hapo umeng'ani. Kwani uone? Sisi tunaendaga msibani na mavesti. Bwana mdo lazidi kwenda mtu ondoke. Tutakutana huko. Unai vipi? Shoga yangu, machizo yashaanza kuingia hapa mtaani. Dada kama yule anakimbia na jua kali hili. Au nilinamchoma? Yaani jua la utosi shoga yangu mchana huu unakimbia. Au mapenzi? Itakuwa manake vitu vya 2000 vya sasa hivi vimeharibikiwa. Yaani ukiona vinakimbia vijue vimefumaniwa au kuna lingine. Kama sio hizi. Manake sasa hivi kuna wezi hadi wa kike. Hebu tuondoke shoga yangu tuachane nayo itatumiza kichwa. Mama, hivi ndo alikia msibani? Ndio naenda msibani. Wewe je? Wajua mimi nilikuwa msibani muda mrefu.
Ikawaje? Yaani yule shoga yangu kanipigia simu. Mimi niko msibani, simu linaleta. Napokea simu, njoo nyumbani haraka sana. Nyumbani kwako kunaungua moto. Nafika, hamna cha nyumba kuungua moto wala nini. Wewe vipi naomba flash yako niangalie season. Ni mpumbavu. Nitamani nimwashe makichwa, nilikasirika. Pumbavu sana. Nilikwambia mjini hakuna mashoga mwanangu. Lakini kunisikia. Unaona leo, ulikuwa kuna jambo la muhimu la msiba akakutoa. Ingekuwa mimi, ningemtia vichwa na siku nyingine asingerudia. Basi watu wa msibani. Tumechelewa mpaka sasa hivi kote bado hawajazika. Acha tamamba naifa. Naelewa kweli. Yaani msibani kwa kama sio msibani. Yaani ambavyo uelewi wewe ndio na mimi sielewi vile. Yaani hapo nimekaa tu pale kama vile roboti. Sielewi nyuma wengi hakurudi. Yaani pale tumekaa tukajuisha ongea wewe mpaka tushachoka. Wanasema wanamsubiria mjomba wake afike ndo aziki. Kwa hapo mjomba hajafikika kujazika. Unaona wewe kama unaweza shoga yangu, kakae tu pale tusubirie ratiba. Wewe unajipangia kwa watu. Subiria ratiba itakapotoka hivyo hivyo. Basi. Umepoa? Yaani umepoa kama sio msibani. Samahani. Mariam, nakuomba mama. Yeah, yeah, yeah. Da 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 da, yeah, yeah. Da da.